Yeremia sura ya 6 mstari wa 10. Mungu anasema, niseme na nani na kushuhudia wapate kusikia? Tazama, sikio lao halikutahiriwa wala hawawezi kusikiliza. Tazama, neno la Bwana limekuwa matukano kwao, hawalifurahii. Tazama, kizazi cha nyoka, kizazi cha leo, hawataki kusikia neno la Bwana, hawataki kulikubali neno la Bwana. Wajaposikia hawalikubali, hawaliamini. Mungu anawakataza wasitende dhambi za ubatili, lakini hawataki kusikia. Mungu anasema, niseme na nani na kushuhudia wapate kusikia? Mungu ametuma wainjilisti, lakini wamekataa kusikia. Mungu ametuma manabii wa kweli wa Mungu, wasiopenda fedha, wasiopenda umaarufu, lakini wamekataa kusikia. Mungu ametuma watumishi wake mbalimbali, wachungaji wa kweli, lakini wamekataa kusikia kwa sababu ya kupenda mali, kwa sababu ya kupenda urahisi wa Injili bila kujikana, wamekataa kusikia. Bwana majeshi asema, nishuhudie na nani? Niseme na nani? Tazama, Yesu alikuja akashuhudia, na ushuhuda wake ungaliko bado upo, wamekataa kusikia. Yesu Kristo ametumia mitume, amemtumia Paulo, amewaambia acheni dhambi za ubatili wa mwili, aokokeni na mtubu, muungame dhambi zenu katika kweli, lakini bado wamekataa kusikia. Mungu hapendi mtu wa Mungu, hapendi dhambi ya ubatili wa mwili, hapendi mtu anayeibadilisha asili ya uumbaji wake. Hii ni dhambi ya kuwapeleka watu motoni. Ni watu wengi wapo huko kwa sababu walisikia kama wewe, lakini hawakukubali kutubu, hawakukubali kuacha kwa sababu ya tamaa ya miili, kwa sababu ya tamaa ya uzuri. Wakati Mungu alipokuumba, alikuona umzuri, alikuona upo vizuri, unapendeza, lakini wewe ukamwambia Mungu, hapana Mungu, mimi ninasitaki ulivyoniumba. Unamdharau Mungu. Akamtuma Paulo, umekataa kusikia. Mungu akamtuma Petro katika kitabu cha Petro 3:3 akakushuhudia, akasema, wanawake na wajipambe kwa utu wa ndani, si utu wa nje, tokea Kristo aje, lakini bado umekataa kusikia. Mungu alimtuma Paulo kupitia waraka wa Timotheo 2:9 akasema, wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri, si kwa kujipamba kwa nje, yaani kwa kushuka dhahabu, lulu, lakini umekataa kusikia. Bwana anasema, ni mtume nani? Hata leo ninakuonya, lakini bado hutaki kusikia. Mungu anakupenda mtu wa Mungu. Tubu, acha, kwa maana hayo yote hayatakusaidia kitu, yanapita tu. Mungu anakupenda. Tubu na uache. Mungu anakupenda. Ghairi dhambi zako. Mungu ametuma watu wengi akikwambia kuabudu sanamu ni dhambi. Alimtuma Musa akamwambia usijifanyie sanamu ya kuchonga, lakini hautaki kusikia. Mungu anasema, niseme na nani na kushuhudia wapate kusikia?
Tazama, sikio lao alikutailiwa, wala hawawezi kusikiliza. Tazama, neno la Bwana limekuwa matukano kwao, hawalifurahii. Mungu anajiuliza, aseme na nani upate kusikia? Ashuhudie kwa nani? Ikiwa alimtumia Musa kukukataza kuabudu sanamu, lakini wewe hutaki kusikia. Mungu anajiuliza amtumie nani? Anajiuliza amtume nani ili uweze kusikia? Akamtuma Yesu. Akaja Yesu akazungumza na wewe akisema katika Marko sura ya 7 mstari wa 7 hata wa 10, akisema, watu hawa huniheshimu kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Ninyi mwaifuata amri ya wazee na kuikataa amri ya Mungu. Lakini bado wamekataa kusikia. Na akamwambia Paulo akuandikie maneno yale kwamba ikimbieni ibada ya sanamu. Lakini hata leo wachungaji, wainjilisti, watumishi wa Mungu wamekwambia, lakini hautaki kusikia. Sasa Mungu afanye nini tena juu yako? Mungu anataka utubu, mpendwa. Ghairi acha. Padri hata kupeleka mbinguni, dini haita kupeleka mbinguni. Na ndio maana Mungu kwenye neno lake hakuna mahali popote aliposema usali dhehebu fulani au dini fulani, lakini amesema ulishike neno lake. Amekataza ibada ya sanamu, amekataza yote hayo, amekataza dhambi ya ubatili ya kubadilisha mwili katika Warumi 9:20, katika Isaya 29:16, katika Isaya 45:9 amekukataza. Lakini hata sasa anajiuliza nimtumie nani, ikiwa haya yote umesikia na umekataa kutubu. Mungu anakuonya kupitia ujumbe huu leo, tubu na ubadilike.